Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaelekea au tumeshaanza msimu wa kahawa. Kama ambavyo mnafahamu, katika wilaya yetu ya Karagwe mapato mengi tunayapata kutoka katika zao la kahawa, na kama mtakumbuka, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya kakangu Julius Kalangalaisa alianza kufanya ziara ya kusikiliza kero za wananchi katika maeneo tofauti tofauti. Tulifika kata ya Kanoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, cha kusikitisha, kabla hata msimu haujafunguliwa watu walishaanza kuvuna kahawa mbichi. Na bahati nzuri tulimkamata mmoja, kahawa ilitolewa ikiwa imeoza kabisa. Ni rai yetu kwa watendaji wa serikali wote ambao wanahusika na usimamizi wa zao hili, kuanzia mtendaji wa kata, afisa kilimo wa kata na wengine wote ambao wanahusika, wote kwenye ngazi ya vijiji, wote tuhakikishe ya kwamba, ndugu zanguni, tunalilinda zao hili. Tukiharibu zao letu hili la kahawa katika wilaya yetu, tunaharibu uchumi wetu. Tumepanga miradi ya maendeleo katika wilaya yetu. Miradi yote hii ya maendeleo ambayo tumeipanga, iko mingine ambayo inategemea fedha kutoka kwenye mapato ya ndani. Fedha hizi za mapato ya ndani, asilimia zaidi ya 70 kama si 80 tunapata kutoka kwenye kahawa. Wewe Kongo, tukiharibu zao hili la kahawa, tukiharibu ubora wa kahawa, tunaenda kuteteresha miradi ya maendeleo na uchumi na mapato ya halmashauri yetu. Tukikwama kwenye mapato ya halmashauri, miradi yetu haitaenda. Ndio tutafika hapa, mradi tuliahidi mradi huu hautakwenda kwa sababu hakuna fedha. Tuendelee kulinda ubora wa kahawa yetu, na tukemee na tuchukue hatua za kisheria kwa wote ambao wamekuwa wakifanya vitendo vya kuvuna kahawa mbichi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wako wengine ambao wamekuwa wakichanganya kahawa ile na kahawa pori. Wako wengine wamekuwa wakichukua kahawa ile wakichanganya na mawe, ili ikienda kupimwa ionekanike ina kilo nyingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, majuzi hapa tulikuwa kwenye kikao cha wadau wa kahawa. Inasemwa Tanzania ndiyo nchi ya pili ambayo ina kahawa bora ukitoa Brazil. Lakini kahawa yetu ukiangalia kwa Tanzania, tunaizungumzia Kagera. Kama tunaizungumzia Kagera, tunazungumzia wilaya mbili kubwa ambazo ndio zina uzalishaji mkubwa wa kahawa. Wilaya ya Karagwe, wilaya ya Kyerwa. Tukiharibu kahawa yetu, tunaharibu jina la kahawa ya Tanzania. Tumebeba dhamana kubwa sana sisi kama wakulima wa kahawa katika wilaya yetu ya Karagwe na wilaya yetu ya Kyerwa. Wakulima hawa wa wilaya hizi ndio wanabeba jina la kahawa iliyo bora inayotoka Tanzania inayoenda kuuzwa nje. Ni wito wetu kama serikali, wale wote ambao wanasimamia ubora wa kahawa, kuanzia vyama vikuu ambao vinasimamia AMCOS ambao ziko kule, maafisa ushirika na wengine wote, tusimamie ubora wa kahawa katika wilaya yetu ya Karagwe kwa wakulima wetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, uko utaratibu wa hovyo sana ambao umejijenga katika wilaya yetu. Uko utaratibu unaitwa utaratibu wa kutura. Mtu alishachukua pesa tangia mwaka jana, mwaka huu kahawa imeiva, anatakiwa arudishe kahawa. Mgogoro unakuja mtu anapokuwa amechukua fedha kwa madalali zaidi ya mmoja. Ndio unaweza kukuta yule ambaye amewahi kwenda kuchukua kahawa anaanzisha mgogoro tena na yule ambaye hajapatiwa kahawa. Mimi niombe wale wote ambao wanasimamia taratibu hizi, ikiwa ni pamoja na vyombo vya usalama, tuchukue hatua stahiki kwa vitendo vya namna hii. Nataka niwaambie na nataka niwakumbushe, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutakuwa mashuhuda, tusikubali kusahau kirahisi. Miaka ya hivi karibuni tulifika hatua watu walikata mibuni. Si ni kweli? Watu walikata mibuni. Ilifika hatua kahawa ilikuwa ni shilingi 1,000 na kitu, lakini imepanda mpaka imefika hatua shilingi 4,000 kwenda mpaka shilingi 5,000. Uchumi wa wananchi wetu unaimarika. Sisi kama wasimamizi wa zao hili au kama wasimamizi wa taratibu za serikali, tuhakikishe ya kwamba wananchi ambao wana
wa zao la kahawa kwa ajili ya kulinda uchumi wa wilaya yetu ya Karagwe na mkoa mzima wa Kagera, pamoja na kujenga taswira nzuri ya kahawa inayotoka katika wilaya yetu hii ya Karagwe.